Sasa kabla sijaanza simulizi hii, like kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Movie inaanza na siku ya kwanza ya Shin shuleni. Anatafuta darasa lake na tunagundua kwamba huu ni mwaka wake wa mwisho wa shule ya sekondari. Kwa bahati mbaya, anagongana na mwanafunzi anayeitwa Gish. Anapokuwa anaanguka, Gish anamshika lakini simu yake inaanguka chini. Shin anajaribu kumshukuru, lakini Gish anaondoka kabla hajamaliza kuzungumza. Wakati wa hafla ya kuwakaribisha wanafunzi, uongozi wa shule unamtambulisha Gish kwa wanafunzi, ukitangaza kwamba amepata alama ya juu ya IQ ya 200%, jambo linalomfanya kuwa mwanafunzi bora wa mfano. Gish anajitambulisha mbele ya wote na wanafunzi wote wanampigia makofi. Wanafunzi wengi wa kike, akiwemo Shin, wanavutiwa naye. Hata hivyo, anajua kuwa itakuwa vigumu kumwona mara kwa mara kwa sababu wanafunzi wenye alama za juu wana jengo lao maalum. Tunajifunza pia kwamba licha ya kuwa na akili nyingi, Gish anapenda ubunifu na ni bora katika kutatua maswali magumu ya hisabati mbele ya wanafunzi wote. Baadaye, Shin na marafiki zake wanapokea ujumbe kwamba Gish yuko kwenye mgahawa na atapita karibu na jengo lao. Wote wanakimbilia kumwona na kumfuata hadi anaingia katika jengo lake maalum. Katika moja ya semina yake, Gish anazungumzia kuhusu saratani ya utotoni na tunawaona Shin na wasichana wengine wakihudhuria. Wakati huo huo, picha ya Gish akiwa na msichana aitwaye Shaho, ambaye yuko darasa moja naye, inaenea. Wanafunzi wanadhani kwamba wana uhusiano wa kimapenzi. Shin anahuzunika sana baada ya kuona picha hiyo, na siku nzima anaitazama picha ya Gish kwenye simu yake. Marafiki zake wanamwambia aache kuota. Wakati huo, mwanafunzi mwenzao anayeitwa Ain anamkaribia Shin akiwa na maua na kumwambia kwamba anampenda na angependa wawe pamoja. Lakini Shin anakataa, akisema kwamba anampenda Gish na anapanga kumweleza hisia zake hivi karibuni. Marafiki zake wanaamua kumsaidia kwa kupanga kivurugo darasani ili Shin apate nafasi ya kwenda kumwona Gish wakati wa mapumziko. Anapomwona Gish, anamkabidhi zawadi na kumkiri wazi kwamba anampenda, akitumaini atakubali hisia zake. Hata hivyo, Gish anakataa, akimwambia haiwezekani kwa sababu hapendi wasichana wasio na akili na wanaofanya mambo ya kijinga. Kisha anaondoka. Shin anajisikia aibu sana, akimshukuru Mungu kwamba hakuna aliyemwona. Lakini mwendeshaji wa kamera za usalama alikuwa ameona kila kitu na anasambaza video hiyo kwa wanafunzi wote. Muda mfupi baadaye, wanafunzi wanamzunguka Shin wakiwa wanampiga picha. Wanaporudi nyumbani, Shin anakuta kwamba video yake imesambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kila mtu anamcheka. Wakati huo huo, anamuona baba yake akiondoka nyumbani huku akimwambia akimbie. Lakini Shin haelewi kwa nini. Ghafla, anagundua panya wengi wakitoka ndani ya nyumba, kisha nyumba inaporomoka kabisa. Waandishi wa habari wanafika eneo la tukio na kuwahoji Shin na baba yake kuhusu kilichotokea. Vyombo vya habari vinaripoti kwamba wao ni familia isiyo na makazi na habari hiyo inaenea haraka. Wanafunzi wenzake, akiwemo Ain na marafiki zake, wanaanzisha kampeni ya kuchangisha fedha ili kumsaidia. Shin anajaribu kujificha lakini anakamatwa na kupelekwa mahali fedha zinapokusanywa. Hata hivyo, anakataa msaada huo. Wakati huo, Gish anaonekana na badala ya kumfariji, anamdhihaki, akisema kuwa baba yake alikuwa mjinga kununua nyumba ya bei rahisi. Shin anakasirika sana, akimtetea baba yake kwa kusema kuwa alijituma sana ili kumnunulia nyumba na kumpeleka shule bora. Anasema kwamba alama za darasani si kipimo cha utu wa mtu. Na kwa ujasiri, anamtangazia Gish mbele ya wote kwamba kwenye mtihani ujao atakuwa miongoni mwa wanafunzi bora na jina lake litatajwa sambamba na la Gish. Baadaye, Shin anarudi kwa baba yake na anakusanya vitu vilivyobaki kwenye kifusi cha nyumba. Baba yake anamwambia rafiki yake aitwaye Ali kuhusu yaliyotokea. Ali anawapa makazi ya muda hadi hali yao iwe shwari. Msaidizi wa Ali anawachukua kwa gari hadi nyumbani kwake. Wanapowasili, Ali anawakaribisha kwa upendo na hata mkewe, Ami, anamkaribisha Shin kwa upole. Ami anamjulisha Shin kwa mwanaye mdogo Yusha. Kisha Ami anampeleka Shin kumwonyesha chumba chake. Na wakati wa mazungumzo yao, Shin anagundua kwamba mwana mkubwa wa Ami anasoma shule moja naye. Ami anajivunia sana mwanaye huyo, akisema kwamba anajulikana kote shuleni na anaongeza kuwa daima alitamani kuwa na binti kama Shin ili wawe marafiki. Anatania kwamba huenda siku moja Shin akawa mke wa mwanaye. Shin anamwambia wazi kwamba anampenda mvulana mmoja shuleni, japokuwa alimkataa. Baada ya mazungumzo hayo, kabla ya kulala, Shin anajaribu kuchoma picha za Gish lakini hawezi. Kila anapoangalia anaona picha yake, hata kwenye mashuka yake. Ghafla, Gish anaonekana mbele yake na anashtuka.
ndipo anapogundua kwamba Gish ni mwana wa Ali na Ami. Gish anamwambia azitupe picha zake zote, lakini Shin anakataa, akisema, usiguse kitu chochote kinachonihusu. Gish anajibu kwa utulivu, uko sahihi, sio jambo langu. Kisha anaondoka chumbani kwake, akiwa amemwacha Shin akiwa na mchanganyiko wa ushangao na huzuni. Asubuhi inayofuata, Gish anapotoka kwenda shule kwa baiskeli, mama yake anamuita na kumshauri ampeleke Shin hadi shuleni. Shin anapompanda nyuma, anaonekana mwenye furaha. Lakini katikati ya safari, Gish anasimama ghafla na kumwambia, hakikisha hakuna mtu anajua tunaishi nyumba moja na kila mara uwe angalau mita 5 mbali nami. Baada ya kusema hivyo, anaondoka na kumwacha njiani, akielekea shule peke yake. Shuleni, Ami, mama yake Gish, anampelekea Shin ujumbe wa video unaomwonyesha Gish akicheza. Shin anacheka sana na kumtumia Gish video hiyo. Gish akiona video hiyo, anamuomba Shin wakutane faragani. Wasichana wengine wanashangazwa na jambo hilo. Shin anamuuliza kwa mshangao, si wewe ndio uliniambia nisiwe karibu nawe? Sasa ndio unaniomba nikutane nawe? Gish anamuonyesha video hiyo na kumwomba aifute kwenye simu yake. Shin anaona huu ni muda wa kufanya makubaliano. Anamwambia, nitaifuta video hii tu kama utanifundisha vizuri mpaka niwe miongoni mwa wanafunzi bora. Vinginevyo, nitaisambaza shule nzima. Gish anakubali masharti yake na Shin anafurahia sana. Kuanzia hapo, Gish anaanza kumfundisha Shin hisabati. Mwanzoni, Shin anapata ugumu mkubwa, lakini baada ya marudio kadhaa, anaelewa polepole. Shuleni, anaanza kusoma kwa bidii sana kiasi kwamba haangalii mambo yanayomzunguka. Ain anamfuata kila mahali, akihakikisha yuko salama. Na wakati mmoja anamwokoa kutoka kwenye chungu cha maua kilichokuwa kinakaribia kumwangukia. Wakati huo huo, Gish anamwangalia Shin akisoma kwa bidii. Anamfundisha somo gumu la hisabati na kumwambia kuwa tatizo hilo litatokea kwenye mtihani ujao. Hivyo lazima ajifunze kwa umakini. Shin anajituma sana, akifanya mazoezi hadi anapoweza kulitatua tatizo kwa usahihi. Baadaye, anagundua kwamba Gish amelala kutokana na uchovu. Hivyo anakaa pembeni yake, akijiambia kimoyomoyo kwamba atapita na kumzidi. Wakiwa wamelala wote wawili, mama yake Gish anaingia na anapiga picha yao wakiwa wamelala pamoja. Siku ya mtihani inafika. Shin anaweza kujibu maswali yote bila tatizo na baada ya matokeo kutoka, anakimbilia kutafuta jina lake kwenye orodha ya wanafunzi bora. Lakini halipo. Wasichana waliokuwa wakimdhihaki wanamcheka kwa ujasiri wake wa kujilinganisha na Gish. Wakati huo, walimu na Gish wanafika na Gish anaonyesha kuwa jina moja limeachwa kwenye orodha. Baada ya ukaguzi wa pili, wanatangaza kwamba alama za Shin zinamfanya kuwa miongoni mwa wanafunzi bora zaidi. Gish anaandika jina la Shin kwenye ubao mbele ya wanafunzi wote, jambo linalowakera wasichana waliokuwa wakimpenda. Lakini marafiki wa Shin wanashangilia kwa furaha kubwa. Shin anasema kwa fahari, hatimaye jina langu limeandikwa karibu na lako. Gish anamtazama na kumpongeza. Shin anasherehekea kwa furaha na marafiki zake, akitupa mikono hewani kwa furaha isiyo na kifani. Muda unahamia kwenye mashindano ya michezo ya shule ya 87. Hapa Ain anashindana na Gish kwenye mbio, akiwa na matumaini ya kushinda ili Shin amchague yeye. Hata hivyo, Ain anashindwa na Gish anashinda mbio hizo. Tunamuona mamake Gish akiwa miongoni mwa wasichana wanaomshangilia mwanawe. Wakati huo, anaamua kutuma picha ya Gish na Shin wakiwa pamoja kwa wasichana wote waliokuwepo, jambo linalofichua kwamba wanaishi nyumba moja. Baada ya hapo, Gish anamcheka Ain kwa kushindwa na ugomvi unazuka kati yao. Shin anaingilia kati, akimwambia Gish kuwa Ain ni mvulana mwema na hawezi kudhalilisha watu kama anavyofanya yeye. Anaongeza kwamba hapendi kiburi chake. Wakati huo huo, mmoja wa marafiki wa Gish anaonyesha video kwenye skrini ikimwonyesha Shin akisema, nakupenda, wakati Gish alimkataa. Gish anacheka na wanafunzi wote wanamcheka Shin. Kwa hasira, Shin anatuma video ya kundi la wanafunzi waliokuwa wakicheza, na sasa wote wanaanza kumcheka Ain. Vikundi hivyo viwili vinaanza kupigana na vurugu zinatokea. Gish anamchukua Shin pembeni na kumuuliza kwa nini alifanya hivyo. Shin anamjibu kwamba daima humdharau mbele ya marafiki zake na alitaka tu kusahau hisia zake kwake. Anaongeza kwamba atakapomaliza shule, atakutana na mvulana mzuri sana na kuanza uhusiano naye. Gish anamkaribia na kumwambia kwa utulivu, hutaweza kunisahau kamwe. Kisha anaondoka, akimwacha Shin akiwa kimya. Anaporudi nyumbani, Shin anakaa na Ami. Ami anamwambia kwamba anafahamu Shin anampenda mwanawe na anaamini kwamba tangu alipokuja kuishi nao, Gish amebadilika. Anamweleza kuwa Gish hana uhusiano mzuri na baba yake kwa sababu baba yake huwa busi sana na kazi.
Anaongeza kuwa ingawa kila mtu anafikiri Gish atarithi kampuni ya baba yake, yeye anataka tu mwanawe awe na furaha na anaamini kuwa anaweza kuipata furaha hiyo akiwa na Shin. Maneno hayo yanamfurahisha sana Shin na anamwambia Ami asihangaike kwa sababu daima atasimama bega kwa bega na Gish. Siku inayofuata, Gish ana mtihani muhimu utakaopima uwezo wake wa kusoma nje ya nchi. Shin anatengeneza hirizi ya bahati njema na kuiweka kwenye begi lake, akimtakia mafanikio. Lakini anapofika kwenye jengo la mtihani, anateleza kwenye ngazi na kuchelewa. Anapojaribu kuandika, kalamu yake inavunjika na anahisi kama bahati mbaya inamfuata. Anakumbuka hirizi aliyopewa na Shin na kufikiri labda ndiyo chanzo cha mikosi yake. Anaenda chooni kisha kutuliza akili, anachukua kinywaji. Wakati huo, Shin anamwangalia kwa siri, akihakikisha yuko salama. Anapoona yuko salama, anaamua kurudi nyumbani, lakini anapata ajali njiani. Gish anamuona kutoka mbali, anakimbia kwa haraka na anamkuta Shin amepoteza fahamu.